Okay, basi hii ngoma inaanza mwaka 1968. Hapa tunakutana na Iris na mchumba wake huyu Paul, walikuwa katika harakati za kufunga ndoa. Basi jamaa kama amemvisha pete bibi Iris hapa. Lakini Iris ghafla akaona dogo fulani anatupa sarafu. Alafu akaona kama hii sarafu mbona ina ishara mbaya. Kwa bahati mbaya kweli ile sarafu bwana ikaingia katika dude moja kama feni hivi. Alafu baadaye huku watu wanaendelea kuligalambua mzee wangu hapa katika huu ukumbi. Lakini wakati anaendelea huku kuna mipasuko fulani pale chini kama inatokea. Afu wao bado hawajashtukia ama nini pale. Basi huku nati pia zinaendelea kuachia. Kumbuka ile jengo lilikuwa juu. Ghafla ile sarafu pia ikatoka lile eneo, afu ikaja ikapiga mfumo fulani huku na vile vioo vikaanza kuachia ise. Huyu Iris ni kama kuna ishara anaziona. Ghafla watu wakaanza kutoka hapo, anaanguka katika lile jengo, wengi wakaanza kufa na kupoteza maisha. Walinzi kule chini wakaanza kupata taharuki. Hakuna sasa wa kumsaidia hawa jamaa huku. Iris bibie anaendelea kupiga makelele, nani atamsaidia mumewe Po? Kwa bahati mbaya Po akaanguka. Iris ni alilia kweli yani. Katika zile harakati za kukimbia kuna bibi mwingine huko ameshika moto, aisendo akaendelea kusambaza moto pale. Wakati huo kuna shilingi moja inaendelea kutembea hapa ndani. Aisee ni mtafutano balaa hapo ndani. Iris anaitwa njoo upande huu labda utakuwa salama. Basi wakaanza kuhakikisha kwamba wanawatoa watu, lakini kule juu aliko aisee ni juu sana. Yaani ni mbali kweli kweli. Jengo likaendelea kuvunjika. Kuja kucheki chini ni parefu balaa. Basi wakajitahidi kumfungia hapo na kuhakikisha wanafungua lift ili kusudi aweze kufika kule chini. Lakini lift haifanyi kazi mzee. Umeme mifumo yake ni kwamba imeshaharibikiwa, lakini pia lift ilikuwa imezidi uzito. Aisee ikaanza kuvunja watu na nini, ikawaua wengi kweli kweli. Bibia ili sielewi cha kufanya. Akaona chupa fulani hapo, akaona labda inaweza kanisaidia, lakini kucheki juu ni mwendo wa mipasuko mzee wangu. Basi hapo wakaanza kutapatapa ni namna gani wanatoka. Hili sasa ni kama gorofa ya chini kidogo, lakini bado chini ni mbali balaa. Waliokuwa gorofa ya chini nao wanaangamia, wanapotea. Ubia na kama yuko salama. Kucheki juu kuna piano kama inataka kushuka hivi. Kwa bahati mbaya ile silver tena ikashuka, ikaongeza uzito kwenye ile piano ise. Ikashuka ni balaa kweli kweli. Oya, hii ni kama Final Destination. Alafu huyu bibie yeye ndiye pekee mwenye uwezo wa kuona maono. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho, anaitwa Sebe Director. Basi hapa bibie kama amejitahidi kuokoa kale kadogo janja pale mpaka alikuwa anarusha ile silver muda wote. Ile silver inaonekana inaenda chini na yeye bibie hapa ameshika. Kilichoshika ni nini? Ni ile pete ya uchumba ambayo alikuwa anavishwa na bwana Po. I say, inawezekana au vipi? Basi wakateleza mzee wangu ni mpaka chini, bibia akajichoma. Aya, kumbe ni maono tu, alikuwa darasani na ni bibia anaanza kuyaona maono ya baadaye. Mpaka analala usiku aisee, ndoto haziji. Yani anashindwa kuota, anashindwa kuelewa mambo yakoje. Akaanza kumsimulia mwenzie hapo namna ambavyo jengo liliporomoka na nini. Anamwambia hapana, kila kitu kitakuwa sawa. Kufika asubuhi ikabidi aanze kuwashirikisha wazazi wake yale mambo ambayo yametokea, ni kama jinamizi la shetani hivi linatokea. Basi wazazi akawa hata haelewi na kwaje, anamwambia bwana nenda shule, kila kitu kitakaa sawa, hizo zilikuwa ni ndoto tu. Okay, akasema sawa. Lakini Iris ana bibi yake mmoja hivi ambaye anaitwa Stephanie. Huyu Stephanie yeye alidhaniwa kuwa alikufa, lakini kumbe yuko hai, na hii story ni kama kidogo anaijua. Kwa bibi akaamua sasa kwamba okay, ngoja nifanye namna nikapeleleze huko. Akaanza kuwashirikisha ndugu zake ili kusudi waweze kupanga mpango wa kwenda kuwaona kumuona bibi yake, ili kusudi waweze wakaenda kusimulia. Lakini wengine wanaonyesha kama hawako tayari na nini. Lakini Stephanie yeye pamoja na Cheli ambao ndo hawa hapa ni kama wazazi sasa wa huyu dogo ambaye alikuwa anamshirikisha, anasema alimfuata moja kwa moja mjomba wake. Huyu mjomba wake ambaye ni Howard alitaka kumuuliza kuhusu mamake Darini. Howard alipigwa na butwana na kubadili mada kwamba nini unaongelea, lakini yeye alichokuwa anamaanisha ni kwamba anataka kujua ile ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Basi Iris mwenyewe alikuwa anaamini labda kuna kitu angepata kutoka kwa hao, maana anaona majinamizi mara kwa mara, lakini kama anampotezea hivi. Anti yake mwenyewe akawa anajaribu kumuelekeza mawili matatu, lakini akasema ni vizuri ukamfuate bibi yako mmoja hivi. Cha ajabu Iris kucheki alikutana na picha ambayo anaona kuna watu washafunga harusi, lakini anashangaa mbona ni kama nipona. Yeye akaamua kufunga safari mpaka kuja kwenye hichi kijiji huku pembezoni kweli kweli. Kuja kucheki hapa ameelekezwa kwamba hii ni nyumba bibi yake anaishigi huku. Huyu anawezekana akawa anaujua ukweli. Basi kuja mpaka huko anashangaa ni nyumba imejitenga, iko pembezoni na mji kabisa yani. Akaona sio mbaya.
Mara baada ya kuja huko anashangaa kama kuna mtu anamchungulia hivi, lakini nyumba imekaa kimitego mitego, ni balaa. Hapa ndani ndipo ambapo bibi yake anaishi, huyo Iris. Basi akawa ameingia mpaka hapo ndani. Mara baada ya kuingia anaanza kutafuta bibi yake yuko wapi. Na kweli bwana, bibi yake huyo hapa. Ikabidi waketi waanze kupiga story mbili tatu, huku Iris akitaka kuchimba ukweli kwamba inawezekanaje au yale mambo yani ile swala la nyumba kuanguka lilikuwaje. Basi akaanza kumsimulia kwamba hili jambo sio ndoto tu, hata mimi lilishawahi kunitokea katika ndoto nikiwa katika enzi za ujana wangu. Sasa hawa wawili ni kama wana share the same story, yani kama watu wawili wanakuwa na story moja. Na kweli bwana, inaonyesha kama Paul pamoja na yule bibi anaenda kuvishana pete, lakini bibi alipomwona yule dogo ameshika sarafu ile aliyomwona nayo kwenye ndoto akamnyang'anya, huku anajaribu kuzuia vyanzo vya moto na nini, huku watu wanaendelea kucheza, hawajaona kama kuna clicks pale chini wala nini. Bibi akaenda kwenye microphone na kuambia watu, jamani, kweni makini, ili jengo linaelekea kupasuka. Kweli bwana, ni kama kuna mipasuko fulani inaanza kutokea pale. Bibi ndo anakumbuka, anasema hii taswira hata mimi hawahi kunijia, yani imeshawahi kunijia kabisa, sasa tunafanyaje? Basi bibi akaanza kuangalia, unaona hii picha, huyu ndiye alikuwa Paul wangu mimi, huyu ndo alikuwa Paul wangu mimi. Jamaa ametuzungusha kidogo kwenye hii story. Ni kwamba huyu ambaye amekuja kufuatilia hii story hapa ni Stefan, ambaye ni rafiki yake na Iris. Iris mwenyewe haeleweki yuko wapi, lakini huyu mzee yeye ana sifa zote za Iris. Sasa hatujui ni bibi yake Iris au ni yeye Iris mwenyewe katika zama zingine. Hapa ametuzunguka kidogo. Basi bibi akawa ameendelea kuelezea pale kwamba huu ndani hiki kitabu kuna vitu ambavyo unaweza kuvipata, na ndio ishara za kila kitu ambacho kinaweza kikawa kinaendelea. Kwa huyu bibi ndiye anasimama kama Iris na anajaribu kumuelezea Stefan kwamba hii ilikuwa kama miaka 20 iliyopita, lakini unatakiwa kuwa makini sana. Hata unapotoka hapo nje mitego ni mingi mno. Unaona, na hiki kitabu mimi ndicho kinachonionyesha kuwa kila kitu kinafanyika au kila kitu kinatokea. Alipotoka tu ghafla akamkabidhi kile kitabu, akamwambia ondoka na hiki kitabu, kimbia, kwa sababu mauti unakuja sasa hivi. Unaona ile fire extinguisher ambayo ilikuwa imeanguka pale nyuma itaniua muda sio mrefu. Kila kilichopangwa lazima kitokee. Na kweli bwana, ile fire extinguisher ikaje ikampiga huyu bibi hapa, yani kafumuka, alafu ile force ikampiga huyu bibi akafa. Basi wakaanza bwana, wakawa wamekuja huko kwenye mazishi. Umeona? Lakini kile kitabu Stefan amepewa na nani? Na yule huyu bibi ndo anaitwa Iris kwa sasa. Ni kama tumerudishwa ile historia kule, ilikuwa ni nyuma sana. Basi Stefan ndiye anaendeleza hii story badala ya Iris. Huku Stefan anasoma kile kitabu wakati kuna maandalizi ya party fulani ilikuwa inafanyika. Stefan anajaribu kuangalia kile kitabu, ghafla kuna chupa fulani kama imepasuka kwa bahati mbaya, vile vipande vya vyupa vikawa vimeingia mle ndani. Hii sherehe inaitwa barbecue. Basi sherehe kama imeendelea pale, hawajui kama kile kinywaji kina vyupa mzee. Wakaanza kujivinjari na nini hapo, lakini walau Stefan kule sasa anaanza kushtukia kama kuna kitu hakiko sawa. Huku bibi mwingine akaanza kukabwa kwamba kuna vitu vimeingia mle ndani. Kumbe jamaa mmoja anaitwa Bobby alikuwa amevunja glass kwa bahati mbaya, lakini hakugundua kama vile vioo vimeingia mle ndani. Sasa huku ndo anafikia kuona lile jiko ambalo linachomewa nyama. Basi akaanza kuona kumbe kuna vitu vitatokea. Huku kwa jamaa anayeruka chini kuna jeki fulani ambayo inaweza ikamwangamiza kwa namna moja ama nyingine. Lakini bibi Stefani bado hajajua namna gani ya kuwakomboa hawa watu. Yeye anaona glass, anaona jek, akaitazama sana ile glass kwamba hii glass itakuwa inamaanisha nini? Au kuna hatari labda. Hakuelewa vizuri. Akaona ngoja niwahi kule ili kusudi nikajue nini kinaendelea. Basi akaanza kuwahi kule. Anajua kupiga simu wapi? Huyu ambaye anarukaruka hapa ndiye anayepigiwa simu na bibi Stefani. Lakini simu ameiweka mbali kweli kweli, yani ameweka kwenye kiatu pale chini. Alafu kila anachoruka kimeanza kuchanika mzee. Huku anaendelea kupata vinywaji, hawajajua kama mle ndani kuna viglass. Huku mzee wa kuruka anaendelea kuruka na lile dule linachanika zaidi. Huyu bibi mmoja ni kama aliona, akakaribia pale na akaitoa ile leki. Sasa alipoweka naamini pako salama. Huyu mwingine ndiye anaangusha chupa huku. Kumbuka haya ni kama maono, lazima yatimie. Lakini mtu mwenye uwezo wa kuyacontrol sasa ni Stefani badala ya Iris, kwa sababu Iris ni yule ambaye ameshakufa kule katika hali ya ule mzee. Ni kweli bwana, yule dogo alianguka pale pale, alafu akawa
amesalimika kwa sababu ile ilikuwa imetoka ile leki, lakini huyu mwingine alikanyaga vibaya chupa huku, ile leki kaja kamshindilia huyu pamoja na kile kitu cha kukusanya nyasi, wakajikuta wamezika mtu wa pili tena. Stefan alirudi mezani tena kuangalia kile kitabu kwamba kwani hivi vitu naweza kuvizuia vipi? Akaanza kudraft hapo, akaanza who is Iris and Paul, who is Howard and Darin. Akaanza kuangalia family tree inaendaje ili ajue nani atakayefuata kufa, kwa sababu alianza Paul na Iris, baadaye akaja Howard na huyu mwingine. Basi akaanza kuchora kitu kama family tree ili kujua kwamba ni nani ambaye ataweza kufa. Akaandika majina mengi hapo, Eric, Julia, Bobby, wote. Basi akaanza kuelezea ule mtindo wa pattern kwa wengine, lakini hao wengine ni kama bado hawamuelewi. Sasa yule ni mpangilio wa vifo ambao ulifanana na ule ambao Alice aliuona na ndio ameusimulia na kuandika katika hiki kitabu. Ile ya kwanza kabisa ilikuwa ni story ambayo Alice alipitia miaka mingi sana iliyopita. Hapa kwa bahati mbaya tunaona kitu kingine, kuna cheni fulani ambayo kuna feni ilikata cheni fulani. Hii cheni kaja kamshika jamaa puani. Alafu ile feni inaendelea kuzunguka, ile chain inaendelea kupanda. Sasa jamaa Suni atangoka pua mzee. Huko chini moto wa gesi na wenyewe kaanza kupanda. Huyu jamaa ambaye ni Eric haielewi afanye nini. Akaanza kujivuta pale juu, wapi. Aisee, baadaye kama mafuta pale chini akamtelezesha, akajikuta ameanguka mpaka chini. Aisee, huku Stefan ndo anazidi kuchanganyikiwa zaidi kila mara anapopokea taarifa. Anaambiwa kwamba huko Eric na yeye kafariki vibaya. Kumbe Eric hakufariki mzee. Ndio huyu, kwa bahati nzuri Eric amenusulika na alitoroka na alikuja huku. Eric ni anapona mara kifo cha gari. Sasa inaonekana huyu bado yale maono ya kumua yeye hajaonekana. Unaona, anajaribu kukwepa kila namna kwamba yeye ana uwezo sasa wa kukwepa hivi vitu. Akaona okay, sio mbaya. Akiwa huko anacheza wadogo, anacheza mpira bila kujua, anasema hata hili gari mimi haliwezi kuniua bwana, naweza kukwepa vile. Kwa hakuna chochote ambacho mimi kinaweza kanisumbua. Wanamwambia wewe kuwa makini, chukua tahadhari. Bibi anajaribu kumuelekeza Stefan kwamba mimi naelewa namna mambo ambavyo huwa yanakuwa. Ghafla kuna dogo alibebwa pale na lile gari la taka bila kujijua. Akaanza kumfukuzia kwa kisha kwamba wanamtoa. Kwa bahati mbaya wakati anaenda kumtoa yule bibi, ni aliminywa, kichwa kiliminywa sana pale. Stefan aliumia sana. Akaona sasa inakuaje? Huyu naye amefukiwa, naye amepondwa na mashine ile ya kusaga takataka wanaita compactor. Itakuaje sasa? Aisee, huku sasa huku anajaribu kusoma tena pale, anaona ni kama kuna ajali nyingine itakuja ya mashine ya MRI. Hii ya MRI itamwangamiza vipi? Jamaa wakati anazungumza huyu daktari ambaye anasema anazungumza kifo, bibie ndo anajaribu kukumbuka alisimuliwa kuna mtu alikuwa anafanana na huyu lakini katika zama za utoto aliokolewa kule kwenye ile sarafu, na aliyekuwa anacheza ile sarafu kule kwenye ule ukumbi wa mara ya kwanza kabisa ise. Basi huyu akawa anaeleza kwamba hiki kifo bwana akizuiliki, lazima tu kifo kitatokea kwenye mfumo wa MRI, na Eric aliyepona kule ndiye atakaye kufa. Eric alifikiria hapa kuna njia ya kujiokoa na nini, akaona ngoja aje huko Bobby. Akaja kwa Bobby, anamwambia nafasi za kuwa mzima ziko nyingi tu, wewe wala usiwaze. Alimshauri Bobby labda aanze kupata vitu fulani na nini. Wakiwa hapa na Bobby anashangaa kuna dude fulani kama linaanguka hao. Sasa wakaepusha ili sije likawaminya na nini, wakawa wamejiokoa. Basi huku kwa bahati mbaya wamekuja sehemu ambayo ndio mashine ya MRI ina mfumo mkubwa wa sumaku, kaanza kuwavuta hapo ndani. Ni kweli bwana, Eric ni alivutwa balaa pale mpaka kajikuta amefariki pale ndani. Huyu jamaa wake ndio anakuja kushtukia sasa hivi. Kumbe ni alikuwa ameshika vitu vingi sana vya sumaku. Kwa pale ile ina tabia kuvuta kila kitu cha sumaku mzee. Huyu jamaa naye alivutwa Bobby na akajikuta anafariki pale. Kise, mambo yakoje hapa? Naomba endelea kunifuatilia katika hatua ya pili. Nini kitajiri hapa ndani? Kwa sababu ni kwamba sasa haya mambo yanavyokwenda, vitu vingi vinatokea katika namna ambayo ni ya tofauti balaa, lakini bibia yeye pekee ndiye ana uwezo wa kuona na ameona vingi kweli huko mbele. Je, ataweza kuvinusuru ama itashindikana? Mambo yatakuwaje? Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa ngoma hii. Mimi natusema Director Fish SD. Usiache ku comment, ku like, ku share na kusubscribe. Katika hatua ya pili uwe pamoja na mimi. Hii
ni Final Destination sehemu ya 3, lakini nimeikata katika makundi mawili. Naamini mambo yakiwa sawa, basi nitakuletea sehemu ya pili. Usiache kuambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa ngoma hii. Ciao.